Kisa kilimhusu binti ambaye alikuwa ni hafidhi al-Qur'an. Amehifadhi juzuu 30. Katika familia yao kulikuwa na mtoto wa baba yake mkubwa. Baba yake mkubwa kabisa. Yaani baba yake na huyu baba mmoja mama mmoja. Huyu kijana alikuwa na uwezo mkubwa wa kiuchumi, lakini alikuwa afanya ibada kabisa na ni mlevi. Kwa ikawa huyu kijana kila anakoenda kuposewa wanamkatalia. Hela anazo lakini mlevi, haswali. Nani anakubali kumpa binti yake mwanaume mlevi? Nani anakubali kumpa binti yake mwanamume haswali? Uangalie hela tu. Alafu binti yako anakwenda kuishi na mtu muda wote yuko chicha yani. Kwa hiyo familia ikakaa ikajadiliana, wakaamua yule binti ndo aozeshwe yule kaka yake mtoto ami. Yule binti ambaye ni hafidhi al-Qur'ani. Wakasema huyu ndo ataweza kumvumilia huyu. Binti yule alilia mno. Aliomba na kuwaomba wazee wake wasimuozeshe. Lakini wakamwambia, sisi ndo tumeamua, yani familia ndo imeamua hivyo. Kwa kaka yako ataishi bila mke hadi lini? Kila tunakwenda kumposea apati mke. Kwa alikubali kwa kutii amri za nani? Za wazee. Kwa akaolewa na mwanamume mlevi. Hebu pata picha, wewe ni hafidha, unaswali swala 5, unasoma Qur'ani, unafanya ibada, alafu mwenza wako ni mlevi. Yaani pata picha, huyu binti alikuwa na maisha magumu, lakini silaha yake ilikuwa ni dua. Huyu binti toka siku ya kwanza anaolewa, alikuwa kila siku anaamka usiku kumuomba Mwenyezi Mungu kama huyu mume ana kheri na yeye katika dunia na akhera yake, kwanza ampe subira ya kuweza kuishi naye, lakini pili ambadilishe mumewe, amuondoe katika tabia ile mbaya ya ulevi. Huyu binti hakuchoka kumuombea dua mumewe. Mume alikuja kuacha kulewa baada ya miaka 3. Ndani ya miaka 3 hakuna hata usiku mmoja aliyekuwa tahara ambao hakuamka. Ndani ya miaka 3 analia na Mola wake, kwanza ampe subira, na kweli alimpa subira. Hakuwahi kumdharau mumewe, hakuwahi kumfanyia jeuri. Akirudi amelewa akimtukana hajibishani naye. Saa nyingine amelewa anatapika, anasafisha. Hajawahi kumwambia kwa nini unanifanyia hivi. Mwenyezi Mungu alikuja kumpokelea dua yake mwezi mmoja kabla ya Ramadhani ya huo mwaka wa 3. Siku hiyo ghafla tu mumewe amerudi kazini, anamwambia mkewe, mke wangu mimi mwaka huu nataka nifunge. Jana nataka nifunge lillahi, soma siara yani. Nataka nifunge lillahi. Yaani sio miaka mingine na leo mpaka Shabani ya mwisho. Alafu ndio nafunga. Alafu Idi nalewa tena. Kaambia mwaka huu nataka nifunge kweli kweli. Anza kwanza kunielimisha vizuri. Huo ulikuwa mwezi wa Rajabu, mwishoni. Unataka nikuelimishe nini mume wangu? Nieleze vizuri kuhusu funga, nieleze vizuri kuhusu toba, nieleze. Kwa akawa anamkalisha chini mume wake, anafanya nini? Anamfundisha. Basi ile Shaabani nzima hakunywa hata siku hii. Mpaka Ramadhani kafanya nini? Ramadhani ilipoingia akafunga Ramadhani nzima. Na akawa anaenda msikitini kuswali tarawehe na mkewe siku zote. Mpaka Ramadhani ikaisha. Ramadhani ikaivoisha, akamwambia mkewe, kama nimeweza kukaa miezi 2 kama na robo bila kunywa, kumbe kuishi bila pombe inafanya nini? Ndio ikawa maa salamu mpaka leo. Sisi wavivu kuomba.
Lakini pia tunataka majibu ya nini? Ya haraka. Mtu anakuambia nimeomba sana, sipokelewi. Sana hiyo ni muda gani? Wiki moja. Nimeomba sana, sipokelewi. Sana hiyo ni mwezi mmoja. Tena mwezi mmoja wenyewe, leo kaomba, kesho kaacha. Leo kaomba, kesho kaacha. Mwenzetu aliomba miaka 3 mfululizo usiku. Ule muda ambao Allah anateremka katika samai dunia, anasema nani mwenye shida nimtatulie shida yake. Ndio binti anamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, mume wangu nibadilishie mume wangu, muondoe mume wangu katika tabia hii mbaya. Mwenyezi Mungu anapokea, hapokei? Lakini Mwenyezi Mungu alichelewa kupokea kwa sababu alikuwa anapenda aendelee kumuomba. Alikuwa anapenda kile kisauti chake. Sisi, una mume wako pasua kichwa, wewe mcha Mungu, unajiona wewe ushaingia peponi, humlingani, humuombei dua. Unasema atajijua mwenyewe. Utajijua na wewe, hatajijua mwenyewe. Na huyo mume huyo siku ya siku atakuvuta nyuma wewe. Atasema mke wangu alikuwa na swala 5, hajawahi kuniambia mimi ni swali. Alikuwa anaamka usiku kuswali, hajawahi kuniamsha. Alikuwa anafanya ibada hizi na hizi na zile, hajawahi kunihimiza. Kwa mimi leo sikubali kuingia motoni peke yangu. Mtaingia nyote mama. Mlinganie na muombee dua. Tuache ubinafsi. Una mwanao hafanyi ibada, usichoke kumlingania. Una mdogo wako hafanyi ibada, usichoke kumlingania. Una kaka yako hafanyi ibada, usichoke kumlingania. Iko siku kama hatokujibu, utapata malipo ya kulingania. Madogo hayo, utapata malipo ya juhudi ya kumlingania. Na sio unamlingania unamwambia wewe, shauri yako. Sasa shauri yako ndo kulingania gani? Mimi ninakuona tu utaki kuswali, ninakuona tu utaki kuswali. Wasio swali wao moto. Tena wataingia finari jahannam halidina fiha abada. Atakuelewa huyo? Wewe mueleze faida ya swala. Mueleze faida ya upe utamu, mpe raha ya kufanya nini? Ya kufanya ibada. Sio wewe unamtangazia mwenzio kuingia motoni tu. Wewe ushaingia peponi. Wewe unajijua. Ukikutana na mtu mjeuri, anakwambia wewe ingia tu uko peponi. Mimi niache niingie wapi? Na ukifika mlango wako ufanye nini? Ufunge. Kuna mtu alikwenda kumlingania mlevi wakati kalewa. Yaani unamlingania mlevi wakati hivi anakuelewa? Akamwambia wewe unalewa, unapata dhambi, utaingia motoni. Akamwambia wewe ingia tu moto, huko kwenye pepo huko. Lakini usije kutuomba moto wa kuchomea mahindi.